Hi Teacher Tiva. Thanks to technology, tunashukuru teknolojia. Leo mimi na Teacher Tiva hatuko studio pamoja, lakini tunafanya kipindi pamoja. Teacher Tiva, wasalimu watoto wa Nuru. Karibu sana. Karibu endelee na somo lako. Naamini kwamba leo pia una session nzuri au una somo zuri, mambo moto moto, mafunzo moto moto kama ambavyo unatupatia kila siku. Karibu endelee. Asante sana Teacher Mami. Hi everyone. Hello watoto wazuri wa Nuru. Nimewakumbuka sana. Najua Mungu anazidi kuwatunza. Na leo tunaendelea kama kawaida kujifunza maneno mazuri ya Mungu. Teacher Tiva niko hapa kwa ajili ya kukufundisha wewe mtoto mzuri. Ninachokitaka kwako utulivu. Kutulia ili uweze kusikiliza na upate kuelewa. Tunamshukuru sana Teacher Mami huko aliko, tunampenda sana. Can you send her? Mtumie salamu za asante Teacher Mami. Tuko mbali mimi na Teacher Mami, lakini tupo karibu na wewe. Vile ambavyo Teacher Mami yupo karibu na wewe ndivyo na mimi nipo karibu na wewe, japokuwa mimi na Teacher Mami tuko mbali. Oh yes. Now leo tutajifunza kitu kizuri sana kuhusu mawasiliano. Tell your neighbor, mawasiliano. Mwambie tena mawasiliano. Mawasiliano ni nini? Unajua nikisema mawasiliano namaanisha nini? Okay. Wangapi wamewahi kuona simu? Wengi sana wameshakuwa na simu. Baba ana simu, mama ana simu, lakini kuna wale ambao hawana simu. Je, mimi na wewe mtoto wa Nuru tunatumia simu kuongea na kuwasiliana? Hapana. Okay. So kumbe mawasiliano yanaweza kutumia njia mbalimbali ili mradi tu tufikishe ujumbe. Mawasiliano tunaweza tukasema ni mazungumzo kati ya watu wawili au zaidi. Kwa mfano, mimi hapa nazungumza na wewe. Lakini pia wewe unaweza ukazungumza na mimi kupitia nini? Unaweza ukanipigia simu, unaweza ukaniita tukakaa tukazungumza. Hayo ndiyo mawasiliano. Sasa leo nataka tujifunze kitu. Tumesema mawasiliano ni mazungumzo au ni namna ya kutuma ujumbe. Namna ya kutuma nini? Ujumbe kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Mama anapokutuma kwa aunti au kwa anko, hayo ni mawasiliano. Mtoto mzuri anakwambia nenda kwa aunti, mwambie chakula tayari, twende ukale. Unaenda chua mpaka chumbani kwa aunti, unamgongea aunti, mama said the food is ready, amesema chakula kipo tayari, twende tukale chakula. Hayo ni mawasiliano. Umewasiliana na aunti, si ndivyo? Ndio. Sasa leo nataka tuangalie kuwasiliana na Mungu wetu wa mbinguni. Wow, this is amazing. Yes, kama wewe unaweza ukawasiliana na baba, wewe unaweza ukawasiliana na mama, unaweza ukawasiliana na rafiki yako, ukawasiliana na teacher, ukawasiliana na mtu yeyote. Hivyo sisi tuna uwezo wa kuwasiliana na Mungu wetu wa mbinguni. Wow, this is amazing. How can this happen? Hii inaweza ikatokea vipi? How can this be? Tunawezaje kuwasiliana na Mungu wetu wa mbinguni? Leo nitakufundisha namna ambavyo tunaweza kuwasiliana na Mungu. Sisi watoto wa Nuru tunaweza kuwasiliana na Mungu kupitia maombi. Ndio. Kuna mtoto mmoja alifikiri labda tunampigia Mungu simu, anambia hello God. Umeshindaje Mungu? Hapana. Sisi tunawasiliana na Mungu kupitia maombi. Mtoto wangu mzuri wa Nuru, unatakiwa ufahamu kuanzia leo ya kwamba wewe unatakiwa kuwasiliana na Mungu kama vile ambavyo unawasiliana na baba, vile ambavyo unawasiliana na mama. Ukiamka asubuhi, unaenda kusalimia good morning dad, good morning mom. Unawasalimia shikamo baba, shikamo mama, nao wanakuitikia. Unaambia nakwenda shule, wanakwambia haya bye mwanangu, nenda kasome, si ndio? Hivyo pia tunatakiwa kuongea na Mungu wetu au kuwasiliana na baba yetu wa wapi? Wa mbinguni. Nimesema sisi watoto wa Nuru
tunawasiliana na Mungu kupitia maombi. Sasa kama unavyojua Teacher Tiva huwa anakuja na story. Leo sina story. Don't cry. Leo sina story, lakini nakufundisha kwa kupiga story. Unaona tunapiga story kama hivi. Wewe kuna wakati mami akiwa hayupo nyumbani, huwa unamfuata dadi au unamfuata sister, unaambia naomba niongee na mama, si ndivyo? Anakupatia nini? Anakupatia simu. Unaenda kumpigia mama. Chwa. Hello mama. Unaendeleaje huko? Hamjambo? Hatujambo. Mama, nimekumisi, naomba rudi nyumbani. Hivyo mmewasiliana na mama. Ila ukitaka kuwasiliana na mama, lazima kama yuko mbali, lazima utumie simu, na hiyo simu lazima iwe na salio. Lazima iwe na salio. Vivyo hivyo ukitaka kuwasiliana na Mungu, lazima utumie maombi. Lazima wasiliane na Mungu kupitia nini? Maombi, mtoto wa nuru. Na sisi tunaongea na Mungu kwa kutumia salio la neno la Mungu. Lazima ndani yako uwe na neno la kumwambia nani? Mungu. Kwa hiyo leo nataka tu nikufundishe maneno hayo mawili ambayo wewe mtoto mzuri wa nuru unaweza ukayatumia kuongea na baba. Unaweza ukampigia mama simu au baba, unataka kuwasiliana naye, labda una salamu tu, unataka umsalimie. Mama I miss you, dada I miss you. Unataka tu umsalimie, si ndivyo? Hiyo ni aina mojawapo ya maombi. Unaweza tu ukaenda mbele za Mungu, labda kama kumshukuru tu Mungu. Unaenda, Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Hapana, tunasema tunamsalimia Mungu. Unaweza tu ukamka asubuhi ukaambia Daddy, good morning. Good morning Holy Spirit. Good morning Father who lives in heaven. Umeamkaje Mungu wangu mzuri? Asante kwa kuniamsha vizuri. Hayo ni maombi ya salamu, si ndio? Kama ambavyo unawasiliana na dadi au mami kumtumia salamu. Lakini pia kuna maombi ya shukrani. Kama ambavyo unaweza ukapiga simu kumshukuru anti aliyekutumia zawadi. Unapiga simu, anti asante, nimepata begi langu, asante sana, ni zuri, nimelipenda. Vivyo hivyo mtoto wa nuru, unaweza kumpigia Mungu simu kwa kutumia maombi, kumwambia God I thank you. Asante kwa kuniamsha salama. Asante kwa kuwatunza wazazi wangu. Asante kwa kufanya mambo 1, 2, 3, 4. Leo sasa mimi nataka nikufundishe maneno mawili ambayo unaweza ukayatumia kwenda mbele za Mungu kumuomba. Tofauti na salamu, tofauti na shukrani. Are we together? Tuko pamoja? Ndiyo, najua tuko pamoja. Nataka tusome wote kwenye maandiko ya Mungu, kwenye Biblia, kitabu kile kizuri cha Isaya. Kitabu kile kizuri cha Isaya. Nataka tusome sura ya 49 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tukishasoma hapo mwanangu mzuri, kuna kitu kizuri sana nataka nikufundishe. Kitabu kile cha Isaya 49 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa ngapi? Wa 3. Let's read all together. Nisikilizeni enyi visiwa, tegeni masikio yenu enyi kabila za watu mlio mbali sana. Bwana ameniita tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu. Nataka ushike huu mstari wa pili ambao leo nataka mpaka tunamaliza kipindi uwe kichwani kwako, si ndio? Mstari wa pili unasema hivi: naye amenifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali, katika kivuli cha mkono wake amenistiri, naye amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa, katika podo lake amenificha. Nataka ushike huu mstari wa pili mtoto wangu mzuri. Kipengele kinasema hivi: naye amenifanya kinywa changu kama upanga mkali. Mungu amefanya vinywa vyetu kama upanga mkali. Do you know a sword? Unajua upanga mkali ambao umenolewa, una uwezo wa kukata vitu, una uwezo wa kugawanya vitu, hata kama ni vitu vigumu. Huo upanga unaweza ukafanya nini?
ukagawanya. Sasa leo nataka tujifunze namna ya kuwasiliana na Mungu, kumwelezea yale mambo ambayo ni magumu kwenye maisha yetu. Sawa sawa, namna ambavyo tunaweza tukafanya ili kuvifanya vitu vifanye nini? Vitokee. Nimekwambia kwenye kitabu hiki cha Isaya 49 mstari ule wa 2 kipengele A unasema Mungu amevifanya vinywa vyetu kama upanga mkali. Upanga mkali una uwezo wa kukatakata vitu. Sasa nataka uchukulie kitu kigumu kama mambo yale ambayo ni magumu kwenye maisha yako, mtoto wangu mzuri, au mambo ambayo yanakusumbua, labda ni magonjwa, unaona baba anaumwa, mama anaumwa, au wewe mwenyewe unaumwa. Nataka nikwambie leo mtoto wangu mzuri, unaweza ukatumia ili andiko la Isaya 49 mstari ule wa 2 ya kwamba Mungu amekifanya kinywa chako kuwa kama upanga mkali. Maana yake ni nini? Kile unachokitamka kinatokea. Kama vile ukiwa na upanga ukikata kitu kinafanya nini? Kinakatika. Vivyo hivyo ndivyo Mungu alivyokifanya kinywa chako wewe mtoto mzuri. Unapokutana na changamoto, unapokutana na magonjwa, unapokutana na kufeli, do not keep quiet. Do not keep quiet. Use your mouth to speak. Tumia kinywa chako kuzungumza maneno. Na nimekuambia ili tuweze kuzungumza na Mungu tunatumia nini? Neno lake. Mwambie Mungu katika kitabu cha Isaya sura ile ya 49 mstari ule wa 2 umesema umefanya kinywa changu kama nini? Upanga mkali. Na mimi natamka kwa jina la Yesu, kila ugonjwa uliokamata mama yangu, ugonjwa uliomkamata baba yangu, ugonjwa unaomtesa dada yangu, ugonjwa unaonitesa mimi, ninaukata kwa jina la Yesu, ninautawanya kwa jina la Yesu. The more you speak, the more it happens. Umenielewa vizuri mtoto wangu mzuri? The more unavyotamka ndivyo inavyotokea mwanangu, si ndio? Sasa nataka nikupe mfano. Hapa Biblia inasema Mungu amefanya vinywa vyetu kuwa upanga nini? Mkali. Mimi nataka nikupe mfano wa kifaa ambacho kina makali. Kifaa gani unakijua kina makali? Kisu, kingine upanga, kingine kiwembe. Unakijua kiwembe? Kinakata vibaya. Sasa vinywa vyetu ni zaidi. Mungu ametupatia vinywa ambavyo viko sharp zaidi ya wembe, zaidi ya kisu, zaidi ya upanga. Kwa hiyo unavyotamka mtoto mzuri inatokea. Nataka kuanzia leo ujenge tabia ya kuomba. Unapokutana na mambo huko nyumbani, huko shuleni, usianze tu kulia. Kumbuka kinywa chako mtoto mzuri ni zaidi ya upanga mkali, ni zaidi ya wembe mkali, ni zaidi ya kisu kikali. Nataka nikupatie mfano. Unaiona hii? Hii ni karatasi nyeupe. Sijui kama utakuwa unaiona vizuri mtoto mzuri. Hii tu ni karatasi. Hii karatasi nitaifananisha na ugonjwa ambao huwa unakusumbua au huwa unamsumbua yeyote ambaye yupo nyumbani. Huu ndio ugonjwa, si ndio? Na nitafananisha kinywa chako kama upanga mkali au kisu kikali au wembe mkali, na mimi nitatumia subiri uone. Subiri uone. Subiri uone. What is this? Kuja tutoe uone jinsi ambavyo sisi tukisimama kuomba, watoto wazuri wa nuru, vitu vinaweza vikafanya nini? Vikatokea. Huu hapa ni wembe. Huu wembe ni mkali. Kuja tutumie huu mwingine mzuri kabisa. Nimekwambia kinywa chako wewe ni zaidi ya upanga mkali, na leo hii ni karatasi nyeupe. Hii ni sawasawa na ugonjwa, si ndio? Unaokusumbua. Na hapa tunatumia nini? Huu ni wembe. Huu ni wembe, ni mkali. Sisi wote tunajua sisi watoto hatutaki kuchezea wembe kabisa. Hatutaki kuchezea wembe. Sasa nataka uone vile ambavyo kinywa chako kina nguvu. Pale ambapo unakutana na shida, una nguvu ya kuiharibu hiyo shida kwa kutumia tu kinywa chako, kwa andiko letu zuri la wapi? Isaya 49 mstari wa 2. Mungu amesema amefanya vinywa vyetu zaidi ya upanga mkali. Mimi natumia tu kakiwembe kadogo sana. Kumbuka sisi ni upanga mkali. Hebu angalia. What happens here? Hii ni tatizo, si ndio? Huu ni ugonjwa, hii ni changamoto. Look, hiki ndio kinywa chako. Unatamka sasa kwa jina la Yesu.
ninaharibu huo ugonjwa. Toka kwangu. Mwachie mama yangu. Do you see what is happening? Kwa kutumia kinywa chako hilo tatizo linafanya nini? Linaondoka. Unatumia kinywa chako, unahakikisha hilo tatizo lote umelimaliza. Unaona? Tukikata kinafanya nini? Kinagawanyika. Manake huo ugonjwa unafanya nini? Unaondoka. Kama ulikuwa unaumwa kichwa, unasema kichwa niachie, kinaachia. Kifua, watoto wengine wazuri wanaumwa asthma, kata kabisa hiyo asthma. Unatumia kinywa chako, si ndio? Kwa kutumia andiko letu zuri la Isaya 49. What will happen kwa hii karatasi? Unaona kama ni ugonjwa utakatika, utasambaratika wote mpaka utaenda utafanya nini? Utaishiria. Hivyo ndivyo tuna nguvu sana ndani yetu. Mungu ametupatia nguvu kubwa. Kwa hiyo mtoto wangu mzuri, usilie unapokutana na changamoto. Nataka watoto wazuri wa nuru ambao mtaweza kusimama kwa kutumia kinywa chako uombe. Hakikisha unatamka. Kumbuka wakati tunasoma somo letu zuri la uumbaji nilikwambia Mungu aliumba vyote kwa kutumia nini? Neno. It means Mungu alikuwa anatamka na vitu vinafanya nini? Vinatokea. Nguvu hiyo hiyo iko ndani ya kinywa chako. Unaweza ukatamka na vitu vikatokea. Ngoja nikupe andiko lingine zuri ambalo unaweza ukalitumia. Andiko kutoka kitabu cha Yeremia. Yeremia 51:20 kipengele A peke yake. Kipengele A peke yake. Yeremia sura ile ya 20, sura ya 51 na mstari ule wa 20. Tusome wote mtoto mzuri, na nataka leo uweke kichwani. Weke wapi? Kichwani. Mstari ule wa 20. Biblia inasema hivi. Yeremia 51:20. Wewe u rungu langu na silaha zangu za vita. Mungu anakwambia wewe, sio baba, sio babu, sio mtu mzima mkubwa nani, wewe mtoto wa nuru. Mungu anasema wewe u rungu langu la vita na silaha zangu za vita. It means wewe Mungu anaweza kukutumia kufanya mambo makubwa. Mungu anaweza kutumia kinywa chako kama tulivyosoma kwenye kitabu chetu cha Isaya 49:2 kwamba kinywa chako ni zaidi ya upanga. Lakini pia Mungu anaweza kukutumia kama rungu. Unalijua rungu? Unajua rungu wewe? Lile kubwa. It means una uwezo wa kumponda adui kichwa chake. Una uwezo wa kumpiga shetani anayekuonea, anayeonea wazazi wako, anayeonea chochote kile kwenye maisha yako. Mtoto mzuri, una uwezo wa kumpiga huyo shetani, una uwezo wa kumwangusha hapo hapo ulipo kwa kutumia kinywa chako, kwa kutumia maneno ya kinywa chako, kwa kutumia njia ya mawasiliano. Tunaowasiliana na Mungu njia ya nini? Ya maombi. Ukaomba, ukatamka mtoto, mambo yakatokea. Do not wait for a certain age. Usisubiri mpaka ufike umri fulani useme ili mimi niweze kuomba lazima niwe nimefika umri wa miaka 30. No. Yeremia, Biblia inasema Mungu alimchagua tangu yuko tumboni mwa mama yake mpaka anazaliwa. Mungu tayari ameshamfanya Yeremia kuwa nabii wa mataifa. Anaanza kumtumikia Mungu bado akiwa mdogo. Rafiki yetu Daudi tulimsoma akiwa kijana mdogo, aliweza kumpiga nani? Goliati. Akaweza kumwangusha. Hivyo ulivyo mwanangu mzuri, unaweza kusimama kwenye nafasi yako ukaomba na mambo yakatokea. Sasa nataka tukumbuke maneno yetu mawili ambayo nimekufundisha leo. Unaweza ukayatumia kuomba, na yanaweza kukupatia ujasiri wa kutamka hata kama unaona hofu. Sehemu fulani labda umeenda sehemu unaona mbona hapa kuna hofu, natetemeka. Hapana, tumia hayo maandiko mawili. Andiko letu la kwanza Isaya, rudia nyuma yangu, sema Isaya 49 mstari wa 2a. Sema tena Isaya 49 mstari wa 2a. Unasemaje? Mimi sijui. Nataka unikumbushe. Nani anaweza kutuambia nimesemaje kuhusu Isaya 49 mstari wa 2? Mungu amefanya vinywa vyetu zaidi ya upanga mkali.
Kumbuka tu hilo kwamba kinywa changu mimi ni kikali zaidi ya upanga. Kupitia kinywa changu Mungu anaweza akakatakata magonjwa. Kupitia kinywa changu Mungu anaweza akatakata shida. Mungu anaweza akatakata minyororo. Mungu anaweza akaondoa umaskini nyumbani kwetu. Mungu anaweza akamponya baba yangu. Yes. Na andiko letu lingine ni lile la Yeremia 51 mstari ule wa ngapi? Wa 20 kipengele A. Nataka hicho kifupi tu ukishike kichwani ya kwamba wewe rungu la Bwana na silaha za Bwana za vita. Kwako wewe Mungu anaweza akavunja mataifa kupitia wewe. Mungu anaweza akawavunja na kuwaharibu wafalme. Wafalme ni kitu gani? Magonjwa, maskini, changamoto, kutokuelewa darasani, utukutu ambao unaona haukuachi lakini wewe haupendi. Tumia kinywa chako, tamka, ninakataa tabia mbaya, ninakataa magonjwa, ninakataa umaskini, ninakataa kufeli katika jina la Yesu, na Mungu atakusaidia. Remember Isaiah 49 verse 2. Remember Jeremiah 51 verse 20. God bless you. Mungu awabariki sana watoto wangu wazuri. See you next time. Wow, Teacher Tiva. Mimi napenda masomo yako. Mtoto wa Nuru, si umejifunza? Simuona Teacher Tiva alivyotusimulia hadithi nzuri za Biblia Asante sana Teacher Tiva, na kwa kuwa Teacher Tiva amemaliza, tutakwenda kwa short break, na baada ya hapo Teacher Mami nitakuletea session 2. Karibu, endelea kufuatilia Watoto wa Nuru.